Ukweli mchungu. Kwa nini watu wazuri hutenda uovu mkubwa? Hebu waza kidogo. Leo ukipewa amri na mtu mwenye mamlaka, labda askari, daktari au kiongozi wako, umpige mtu mwingine umeme hadi kufa. Je, ungekubali? Jibu lako la haraka ni hapana. Unajiona wewe ni mtu mwema. Lakini mwaka 1961, mwanasaikolojia Stanley Milgram alifanya jaribio lililothibitisha kitu cha kutisha, kwamba utu wetu unaweza kupotea na kubaki mashine ya kutekeleza maagizo. Leo tunachambua saikolojia ya giza, mnyama aliyejificha ndani ya mtu mwema. Sehemu ya kwanza, historia na muktadha. Jaribio la Milgram lilifanyika miezi michache baada ya kesi ya Adolf Eichmann, kiongozi wa Nazi aliyesimamia mauaji ya Wayahudi. Dunia iliuliza, inawezekanaje watu wa kawaida kushiriki mauaji ya mamilioni? Jibu lao lilikuwa rahisi: nilikuwa natekeleza maagizo tu. Milgram alitaka kupima kauli hii. Aliita watu wa kawaida, wafanyakazi, walimu, wakulima, na kuwapa jukumu la mwalimu. Kazi yao, kumsomea maswali mwanafunzi aliye chumba cha pili. Kila kosa ikuna shoti ya umeme, kutoka volti 15 hadi volti 450. Sehemu ya pili, simulizi ya jaribio. Awali, washiriki walicheka, wakidhani ni mchezo. Lakini kadiri volti zilivyopanda, mwanafunzi alianza kulia kwa uchungu. Volti 150. Nitoeni hapa, moyo wangu unauma. Washiriki walitetemeka, walitaka kuacha. Lakini msimamizi wa jaribio, aliyevaa koti jeupe, alisema maneno manne tu: tafadhali endelea. Jaribio linahitaji uendelee. Ni lazima uendelee. Huna hiari nyingine, endelea. Hakuna bunduki, hakuna vitisho. Ni sauti ya mamlaka tu. Na matokeo? Asilimia 65 walibonyeza swichi hadi mwisho. Volti 450. Waliposikia kelele zikinyamaza, bado waliendelea. Kwa sababu tu mamlaka iliwaambia. Sehemu ya tatu, matokeo na maana. Milgram hakupima kumbukumbu. Alipima utiifu. Na aligundua, watu wengi wako tayari kutenda uovu mkubwa dhidi ya dhamiri zao, mradi tu waweze kusema, sio kosa langu, niliagizwa. Hii ni saikolojia ya giza. Ukatili hauhitaji mtu awe shetani. Unahitaji tu mtu wa kawaida anayeamini katika kutii bila kuhoji. Sehemu ya 4, mfano wa maisha ya kawaida. Jiulize leo, ni mara ngapi umefanya kitu ambacho hukupenda au kuumiza mtu mwingine kwa sababu boss amesema? Mfano, askari anapewa amri ya kupiga risasi bila kuuliza. Mfanyakazi anapewa amri ya kufukuza mtu bila sababu. Mwanafunzi anabaki kimya wakati mwenzake anadhulumiwa kwa sababu mfumo unataka. Hii ni saikolojia ya utiifu. Na mara nyingi tunaitii bila kujua. Sehemu ya 5, funzo la kisaikolojia. Funzo ni moja: ukatili unaweza kuzaliwa ndani ya mtu yoyote. Kitu cha pekee kinachoweza kutuzuia ni kuhoji mamlaka. Kama jamii, tunapaswa kujifunza kusema, hapana, hii si sahihi. Kwa sababu historia imetuonyesha mara nyingi, kutoka Nazi, Rwanda, hadi kila mahali ambapo watu walitii bila kuuliza, matokeo ni maafa. Hitimisho. Hii ni saikolojia iliyofichika. Usisahau kusubscribe ili tuiambue zaidi akili ya mwanadamu. Na sasa, swali kwako. Je, wewe ungekuwa kwenye kundi la asilimia 65 walioua au asilimia 35 waliokataa? Niambie kwenye comments.